iwe free. Ni kusema masilahi ya watu ya umuhimu. Ile ina support, inawezesha mtu kuishi maisha. Hiyo ni kama nishasema masomo na health, lakini makao, chakula, maji na mambo kama hiyo. Vile vigezo ambavyo vimewekwa kwenye katiba. Article 43, basic needs. Zipeanwe. Na nina hofu ya kwamba kutoka tupate hii katiba yetu ya 2010, miaka 15 isha na serikali haija simamia hii basic needs vile katiba imesema. Na katiba ilikuwa imesema zipeanwe progressively. 15 years ni ya kutosha. Na inawezekana tukikomesha wizi, utumishi mbaya wa mali ya umma, tunaweza pea wale hawana kazi stipend, yani social support. Vile wazee wanapatiwa 2,000. Na hata hiyo ya wazee inahitaji kuwa reviewed. Na unajiuliza pesa itatoka wapi? Ile yote inaibiwa, matumishi baya, exaggerated bills. Hiyo yote inatosha. Tena, kwa nini tukae na watu wengi hivyo ambao hawana kazi? Ni lazima tutengeneze uchumi wa nchi. Ndivyo uweze kupanuka na kazi ziweze kupatikana. Serikali haiwezi ajiri kila mtu. Kazi yake ni kutengeneza mazingira ya kufanya biashara, na ndivyo wadau wafanye biashara, walete viwanda, na kuleta sio kutoka hata ngambo, hata Wakenya wanaweza leta. Watu wa sekta ya zile ndogo, SME, small and medium enterprises. Tuko na zaidi ya milioni 7.4. Tukitunza hiyo sekta, hata wakiongezea kazi kila mtu moja, hizo ni 7 million jobs. Wakiongezea kila kampuni watu wawili, hiyo ni 15 million. Kwa hivyo serikali ambayo inataka tutatue jambo la ukosefu wa kazi, lazima tupeane support kwa hiyo sekta. Tukipeana tax holidays, wacha kupea wadao wakuja kama ndio wao tu peke yao. Hii ndio sekta kubwa sana ikiwa pamoja, ukijumuisha. Tujijenge kama Wakenya. Tujijenge, na hawa hawaendi mahali. Hata mambo ikiwa mabaya hawaendi. Hawa wanakaa, wanaanguka, wanaamuka, wanaanza tena. Hawa ndio your most dependable sector. Kwa hivyo tuwasimamie. Sio kama sasa wanasema ati mtu wa ngambo akija na bilioni 3 unampatia tax holiday for 20 years. Na mtu hapa ndani na wewe mtoto wako Mkenya mwenzako yule amekuajiri kazi, unamwangalia, unampita. Hiyo ndio tunaanzia. Asante sana. Na uchumi ya Kenya lazima tukiitunza iwe imepanuka na iwe inatumikia kila Mkenya, sio wachache. Leo hii tunaambiwa uchumi unaendelea kuwa safi, lakini kwa mfuko ya kila Mkenya hatusikii hiyo. Tuko na tabu. Tunataka ile uchumi, kama ni kodi iwe chini, ndivyo watu waweze kulipa na kuendelea na maisha. Leo iko wengi walikuwa wamenunua manyumba, hiyo manyumba inauzwa sababu payslip haina pesa ya kulipa nyumba. Iko wengine walichukua gari, imechukuliwa sababu payslip